hauwezi ukajua kila kitu na hauwezi ukapata kila kitu kila siku. Hauwezi ukajua kila kitu na hauwezi ukapata kila siku. Kilichotokea katika siku ya jana ni pale ambapo Diarra baada ya kuweza kufungwa lile goli akaweza kupaniki, akaingia kwenye mfumo wa Mtibwa Sugar, kwa sababu kupaniki kule kuliwasaidia wao kuweza kupoteza muda na vitu vingine. Lakini pia kitu kingine, Diarra ni mtu ambaye anajifanya anajua kila kitu uwanjani. Yaani kitokea amefanywa kitu basi anatamani refa afanye kile kitu ambacho yeye anakitaka. Angalia kama pale kuna muda ilikuwa anapoteza muda kabisa, yaani Mtibwa Sugar anapoteza muda, na Diarra ni mtu ambaye anajuaga timu yake ikoje. Kwa kuna muda anaona kule mbele hamna watu, hebu ngoja nipoteze angalau mimi ni to bye time kidogo ili mambo yaweze kukaa vizuri. Goli moja lile alikuwa goli kimsingi. Yaani uweze kutegemea goli moja kwa dakika zote 90 kama wewe kweli ni mchezaji mzuri. Piga mpira mbele, watu wacheze, mfunge goli, maisha yaendelee. Zipigwe pasi 2-3, maisha yaendelee. Sasa kinachotokea ni kwamba Diarra katika siku ya jana aliweza tu kusaidiwa. Maana pale pia kulikuwa kuna kadi ya njano ilikuwa atakiwa apewe. Angalia Mwamnyeto namna ambavyo aliweza kumtuliza tempa mwamuzi. Mwamuzi kabisa anatamani kutoa. Mimi sijawahi kuona mwamuzi anataka kutoa kadi alafu anaacha katika incidents kama ile, kama sio kuna nini pale. Yaani refa pale kulikuwa kuna nini? Yaani kuna connection gani kati ya refa na Diarra au na Yanga? Yaani sijaelewa pale. Lazima kutoka kuna kitu. Ingekuwa mchezaji wa timu ndogo ndogo au wa Mtibwa angekuwa pale, basi tungeona kitu kingine kinaweza kutokea. Angeweza kupewa kadi ya njano au nyekundu kabisa. Kwa mimi ni waombe Yanga, tulizeni akili zenu. Sasa hivi mko kwenye wakati mbaya, yaani mmeshabana, mko kwenye lengo ambayo wachezaji wengi ni majeruhi, wachezaji walioko ndani wanachoka, timu mnazo kutana nazo zinakamia kwa sababu tunaenda mzunguko wa pili huu, yaani zinapambana. Lakini pia kuna timu zimeona kuna raha tu ya kucheza na Yanga tukapata sare, angalau tunafurahia. Hata mashabiki wetu wanazidi kutupokea vizuri kwa sababu kuna kitu tunakipata kutokana na Yanga. Kwa hiyo tukipata sare kwenye hizi mechi inatuongezea confidence. Yaani Mtibwa ikipata sare na Yanga ni sawa na wewe Yanga ambaye umeweza kushinda mechi zako 7 mfululizo. Kofla yao wao hata kama watakuwa wamefungwa mechi 2, mechi 3, lakini ukipata sare na wewe tu basi nawafuta machungu yote waliweza kuyapitia. Kwa pale kwenye Yanga pale sasa hivi timu nyingi au Yanga na Simba ndio zinaona kama vile ni sehemu ambayo ni pa kuinukia kuelekea kwenye furaha, ambayo hiyo furaha itaweza kuzitengenezea pia confidence kuelekea mechi zingine zijazo kuweza kushinda. Kwa hiyo timu zinapokuwa zinaenda kucheza na Yanga na Simba au na Azam zinajiandalia mazingira ambayo hebu tuendeni tukajitoe kweli. Yaani kama vile kule mwanzo walikuwa hawachezi, yaani ligi yaani mechi zingine walikuwa hawachezi, kwa nakuja kucheza dhidi ya Yanga na Simba. Kitu kingine pia Shabalala bwana ni mtu ambaye anaonekana kabisa, ukimwangalia hata kwenye mechi ya jana alikaa kafikiria sana, ni kama vile amepishana na kombe hivi. Anaona kabisa kama vile mbona kombe nimeliacha huku. Nimekaa miaka 4 bila kombe, lakini pia nimekuja huku bado mambo yanaendelea kuwa mabaya. Yaani Shabalala huna namna kiufupi, kwa sababu msimu ndio unaenda kuisha. Na Simba ndo hao kina Anise Teura, kina Mpanzu, kina Hussein Mwalimu wamerudi uwanjani, nadhani leo watakuwepo. Yaani huna namna pa kutokea. Kwa hiyo wewe endelea tu kupambana huko uliko kijana. Ongeza bidii, pambana, funga magoli kama ambavyo wewe unafanya, funga magoli, saidia timu yako ili uweze kupata ubingwa au upate chochote kitu ambacho utaweza kukipata. Pambana upate tuzo labda man of the match, lakini kwa kombe bado mambo ni magumu kijana. Yaani ilikuwa inaonekana kwa miaka hapo nyuma Yanga ikiwa inacheza ni obvious utapata tu ushindi, utapata tu point 3, penalty utapewa tu, lakini sasa hivi tunaona toka Dube aweze ile ya Dube dhidi ya Azam FC isiwe penalty, basi watu wamekuwa serious kuliko uwanjani. Hata timu zingine zimeona yes, kumbe waamuzi sasa hivi wako straight sana. Sasa hicho kitu kwa Zimbwe yaani kisiki kutoa mchezoni, kwa sababu huu ni mpira na kila kitu kinaweza kutokea. Kwa Yanga inaweza kabeba ubingwa, lakini pia timu nyingine inaweza kabeba ubingwa. Title contenders ambao ni wako serious kulikweli ni wawili tu, ambao ni Simba na Yanga. Azam yule hata 50-50 umweke. Labda anaweza kana yuko kwenye huku kwenye 15 ngapi. Kwa hiyo
ana asilimia zake chache tu kuweza kuchukua ubingwa, kitu ambacho hakiwezi kutokea obvious kwa namna ambavyo Azam anaendelea kucheza. Kwa hiyo kuhusu ubingwa Zimbwe naona linampa wasiwasi kweli, na tulimwaga kwa mikono miwili kwamba kijana nenda kapambana, lakini kilichotokea ndio hicho sasa, hamna namna tena.